Sara mami. Yes. Yaani unazidi kupendeza kila kukicha. Haki mrembo sana. Kweli. Kweli mami. Asante. Alafu sasa Sara. Vipi kuhusu kuoana? Tulisema kwamba tutaoana lakini sijaelewa mpaka sasa inaendelea mpaka sasa hivi ama unipende maana. Kwa nini? Mbona nakupenda? Kweli. Sasa ni lini tutaoana? Nimekuambia pia sasa wangu alifariki. Usijali, mimi nitaenda kule kwa dadangu. Nikaongee naye, anipe ushauri alafu nitakuja kujibu. Sawa sawa, hiyo si mbaya. Wewe nenda kwa sister yako. Atakachokujibu wewe sitakuambia. Lakini sidhani kama utakuwa mabaya yote. Naamini kila kitu kitakuwa. Usijali. Okay, sawa sawa. Mimi naomba uende. Daktari utani. Sawa. Niliota kwamba hiki kipindi nilikuwa nimetoka zangu mihangaiko. Sasa ile naingia kwa nyumba nikamkuta shemeji kwenye mlango wake pale. Akanishika mkono, akaanza kuniambia stories za mapenzi, sijui mimi nakutaka, sijui vitu vingi. Sikumuelewa, lakini katika ile hali ya kwamba mimi nataka nijikomboe niende zangu na niachane na stories zake, akanishika na pale kakangu akatokea. Hapo nazungumzia Sam. Shemeji yangu bibi ya Sam yule beauty. Sasa kakangu alipotokea nikaamka. Na kiukweli ni kwamba kufikia sasa sijaweza kuelewa maana halisi ya ndoto ni nini. Yaani sielewi kabisa kama hii ndoto inamaanisha nini. So naomba kama pengine unaweza msaidieni kimawazo. Sababu nachanganyikiwa kwa kweli. Shemeji yako tu, shemeji yako. Shemeji beauty huyu mmoja. Msa. Sasa bro, mimi nataka niseme hivi. Naona wakati mwingine vitu kama hizo huwa zinatokea. Tukitegemea na hizo shughuli zetu ambazo tunafanya, hizo mishe zetu za kila siku. Ndio wakati mwingine unaweza tukamishe, wakati mwingine mwili unapata uchovu wa zaidi ya kuwa unaweza yani unapata time ya kuwa upumzike, yani muda mzuri, vitu vingine ndio vitatenda kwa nifikirie. Lakini kwa hilo mimi labda niseme inaweza tu kama ni vitu vya kawaida, kama ni uchovu na uchovu wa kazi. So mimi sioni kama kuna baya mwingi hapo, kwa labda tena jambo lishukue kwa zito sana ama kubwa. Mimi kiupande wangu naona natofautiana nawe kidogo bro. Kimawazo. Unajua wahenga wanasema ya mgambo ikilia na jambo. Mimi naona hii ndoto huenda ikawa kuna kitu kinakuja mbeleni. Juu hakuna venye unaweza ota wewe. Mbona usiote na mtu mwingine wote na shemeji yako, tena katika hali ya kwamba unataka kumpatia shemeji yako anataka umpatie denda. Anataka alale nawe kimapenzi. Alafu pia ukae kujua kwamba katika familia hiyo kitu bana ni kitu kingine yenye si kizuri, kitu chenye yani hakifai katika jamii yetu. Unaona? Kuna magonjwa yanaweza inasababisha vitu vingi sana. Sasa kama shemeji amefikia hapo, huenda ya kwamba ni ndoto kweli, lakini sasa huko mbeleni hujui kutakuja kuwa vipi. Alafu kumbuka wewe ni ndugu wa damu. Ndugu wa damu. Ingekuwa umeota kama na jirani, vitu kama hizo ingekuwa ni sawa, lakini vitu kama hizo utabidi uangalie jaribu kufuatilia sana kwa ndani. Sawa.
Haina shida, tuachane hizo story, ila ile mchongo umefanya. Nishampata dalali. Sema ule mchongo wetu wa pesa ba. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Man, wasemaje? Chakula vizuri. Sasa mimi hapo kwa tukio live kwa naomba tufadhiliane mawazo vizuri jamaa, kwa sababu unaweza sema ni dalali ndio, lakini kumbe wakawa ni hawa jamaa tu wa mjini hawa, akaja katuongeza skuli na vitu vingine pia, tukarudi pale tena. Wewe ongea naye vizuri, uhakikishe kwa ni dalali, mwambie wale wenzangu tushongea, tushikana vizuri, tushongea hivi na hivi na hivi. Then after hapo vitu vingine vitaendelea. Tukurupuke tu hapa tukasema ni dalali alafu mwisho wa siku ngoja tuanze kupata tena. Safi, haina noma jamaa, mimi acheni mjikati, tutajua tunafanyaje. Lakini hiyo story ya ndoto bro, kama kini nayo haina shida kaka. Nitaona kama nitalifuatilia. Sio kabisa. Toa mawazo. Enjoy, tuko pamoja. Safi jamaa. Karibu dada, hapa ndo nyumbani kwangu. Ulisema utakuja ukijua. So karibu. Mazingira hapa nyumbani unayonaje? Napapenda kasini. Na shemeji yako jana alikukuta pale mahali kwenye nilimwambia kwamba nikwambia umsubiri mpaka aje kuchukue. Mtafanya. Na masomo yanaendeleaje? Masomo yanaendelea vizuri, lakini kuna wale wanataka. Mwanamke yupi huyo? Anakusumbua kivipi yani? Alisema sitafanikiwa katika masomo yangu. Sitafanikiwa? Hutafanikiwa kivipi? Na kesho kutwa ndo unafanya mtihani. Alafu amekwambia hivyo. Watu wengine wanachezea. Wewe mwanamke ananichezea mimi, anijui vizuri. Hebu chukua hizo mboga mwanzo ukaeke huko ndani. Watu wengine. Unaweza kumwambia sister yangu hivyo. Mwanamke anachezea, acha nijue kwamba mimi ni nani.